Walimuua rafiki yake wa karibu wa kike na kuutupa mwili wake chini ya daraja. Kosa lao pekee lilikuwa ni kutomtafuta na kumuua na yeye pia, kwa sababu aliapa mbele ya Mungu na malaika wake wote kwamba angewatafuta hadi awapate. Historia yetu inaonyesha marafiki wawili wa karibu, Fikayo na Venita. Fikayo ni mtoto wa Chief Master na Mrs. Babantunde, tajiri mwenye nguvu na mwenye ushawishi mkubwa. Anatarajia siku moja kuja kumlisisha biashara yake mtoto wake, lakini madamu anakataa. Anasema anataka kufuata ndoto zake za kuwa mwandishi wa habari wa kweli. Tatizo moja tu, anafanya kazi katika chombo cha habari kinachojulikana kama Lagon Media, na bosi wake anaendelea kumsukuma kwenda kwenye kitengo cha mitindo na maisha. Kwa hiyo baada ya kufichua ufisadi, yupo huko akiripoti drama za red carpet, mambo ya kijinga kabisa. Kabla hajaanza kulaumu bosi wake, hebu tumjue Ventina. Maisha yake yanampiga kila upande. Yeye ni mwimbaji anayechipukia, lakini sehemu ya kuchipukia kwake inaenda taratibu sana. Anafanya maonesho madogo madogo, pesa ni tatizo na hali inakuwa ngumu kabisa. Kwa hiyo wakati rafiki yake mmoja anaishi kwenye jumba kubwa, mwingine anahangaika kuishi kwenye mazingira magumu, lakini bado wanajaribu kuimarisha urafiki wao. Siku moja Ventina anapata nafasi ya kuimba kwenye show ndogo katika klabu inayoitwa Club Sina, ambacho kumbe ni kificho cha usambazaji wa madawa ya kulevya. Anapoondoka usiku huo, bahati mbaya anaona kitu ambacho hakupaswa kuona. Meneja wa klabu alikuwa akimpiga mtu karibu hadi kufa ndani ya sehemu yao ya kutengenezea dawa za kulevya, na Ventina anakamatwa akiwa ameonekana katika eneo hilo. Kwa hiyo kwa kawaida anajaribu kutoroka haraka iwezekanavyo. Hapo ndipo jamaa anayeitwa Joshua anamkamata na kuanza kuzungumza naye maneno mengi makubwa kuhusu jinsi anavyopenda mziki wake na kwamba yeye ni AR, yani ni promoter wa mziki au kitu kama hicho. Lakini Ventina anasema hebu niache nikimbie kwanza. Hatimaye anamkabidhi kadi yake kabla Ventina hajaanza tena kukimbia. Lakini alipofika kwenye kituo cha basi, kondakta akaanza kumfanyia mambo ya ajabu na kumtukana. Ndipo vijana wa mtaani wakiongozwa na Gidi wakaja kumuokoa. Ninamaanisha walikuwa wakimpigania, lakini bila shaka hawakuwa wanafanya bure. Bosi wao Shikyo alikuwa anampenda sana Venita, na ili uelewe ni kwa kiwango gani alikuwa tayari kwenda kwa ajili yake, baadaye alimfuata yule kondakta kuhakikisha somo linaeleweka vizuri. Alimpa meseji ya mwili mzima na hata pedicure, na jamaa yangu hapa anaonekana kabisa kufurahi. Wakati huo huo, Fikayo akafika kazini akiwa amechelewa baada ya kupata kutumia gari la wazazi wake, tendo kidogo cha uasi, kwa sababu wazazi wake walikuwa wameanza tena kumzungumzia kuhusu kuacha biashara yake ya familia. Juu ya hayo yote, anakutana na bosi wake mwenye dharau na ubaguzi dhidi ya wanawake. Fikayo alikuwa kimya kimya, akaandaa habari ya uchunguzi. Hii ndiyo aina ya uandishi wa habari aliyokuwa akifanya hapa, lakini baada ya kumruhusu aende nayo, bosi anamwambia amkabidhi mwenzake Mustafa ili aende nayo. Ni kweli waliwahi kulala pamoja, lakini hapo ndipo anaweka mstari mtu mwingine kuchukua sifa kwa kazi yake. Hapana, hilo ni kosa kubwa bosi. Hapana, hilo ni kosa. Kwa bahati nzuri, Ventina anafika kumtia moyo. Wanaenda kula chakula cha mchana na Ventina huenda akamweleza kuhusu yale yaliyotokea kwenye klabu. Kwa kuwa wote walikuwa na msongo wa mawazo, Ventina anampeleka nyumbani ili wapumzike, wapunguze mawazo na kuvuta bangi. Baadaye Fikayo anaondoka kwa Uber, ndipo Ventina anapokea simu. Kampuni ya vipaji inataka kumsaini na inamwambia afike Lounge X Victoria Island. Wakati huo huo, ile bangi huenda ikawa ya kiroho, kwa sababu Fikayo baada ya kupata ujumbe kutoka kwa akihitaji msaada kuhusu makala yake, anabadilisha njia na kuelekea kwake ili kumsaidia. Usijali, wakafika huko si muda. Mambo haya huwa yanachukua muda. Wakati huo huo, inagundulika kwamba mkataba wa kurekodi ulikuwa mtego tu. Joshua na meneja wa klabu anayeitwa Mr. A walipanga kila kitu ili kumleta Ventina pale. Baada ya kuhakikisha kwamba hawajamwambia mtu yoyote kuhusu alichokifanya kwenye klabu, wanamfunika kichwa kwa plastiki hadi kukosa hewa, huku akijaribu kupumua. Na Fikayo yuko hapa akipiga kelele kwa sababu tofauti kabisa. Asubuhi inayofuata, Jumapili, watoto fulani wanauona mwili wa Ventina usio na uhai chini ya daraja. Fikayo akiwa ajui chochote, anaendelea kuwa na wasiwasi kwa sababu rafiki yake amechelewa kwenda kanisani. Kumbe alikuwa amechelewa, lakini safari hii ni safari ya milele. Baada ya chini ya saa 48 bado hawezi kumpata Ventina. Kwa hiyo anaingia moja kwa moja kituo cha polisi kuripoti kuwa rafiki yake amepotea, lakini kila kitu kilikuwa kigumu. Usijali, zingatia hapa, huyu ni detective kuu, anampeleka ofisini kwake kwa sababu kwenye kesi ya mauaji ya Ventina anayemshughulikia kesi hiyo ni mwenzake ambaye hana uwezo kabisa. Na ndipo hapo Fikayo anapoambiwa kwamba rafiki yake amefariki. Kuona mwili wa rafiki yake kulimvunja kabisa. Kitu pekee anachotaka sasa ni haki, lakini detective
Detective Kuu anaanza kuchelewesha mambo, akisema hata hana uhakika kama ilikuwa ni mauaji. Hemu fikiria alama za wazi za mapambano kwenye shingo ya Valentina eti hazitoshi kuwa ushahidi. Kwa maoni yake ya kitaalamu, anafika hata kusema kwamba Valentina hakuenda, alikuwa kahaba. Inasikitisha sana kusikia haya. Fikayo hawezi kulala, anahangaika usiku kucha, na hata yeye ndiye aliyelazimika kuwapelekea wazazi wa Valentina habari ya kifo ya mwanao. Baada ya kulia pembeni, Fikayo anageuza maumivu yake kuwa makala yenye nguvu inayoeleza kifo cha Valentina, uzembe wa polisi na utafutaji wake wa majibu. Habari kali kabisa. Lakini bosi wake anafanya nini? Anamfokea na kumwambia arudi kwenye kitengo cha fashion na lifestyle. Fikayo anasema hakuna shida, kama wanataka fashion nitawapa fashion. Kwa hiyo anavaa mavazi ya kuvutia, anajipamba vizuri na kwenda moja kwa moja kwenye klabu ambayo Valentina alikuwa ametaja. Lakini hapo anakutana na mlango wa kutia shaka, lakini ulikuwa umefungwa kabisa. Kabla hajafika mlango B tayari amekamatwa. Mambo yanaharibika kuwa mabaya sana, lakini tu anaposikia jina lake Fikayo Holloway hali yote ikabadilika na wanaamua kumwachia. Hii ni ya kushangaza Lakini fikiria, kama jina la baba yao lina nguvu kiasi cha kuwazuia watu wasikuumize kwenye sehemu za uhalifu, basi ni fahari na wakati huo huo ni ishara kubwa ya hatari. Lakini yeye ni mwandishi wa habari tu, kitu anachokikosa kwenye mashaka anakifidia kwenye ushawishi. Anaungana na Kuu kwa sababu kama anaenda kufanya uchunguzi kinyume na utaratibu, basi atafanya hivyo, atakuwa na yule detective. Wanaenda kwenye mtaa wa Valentina kuuliza maswali. Wanamkuta Oshisko ambaye anaposikia kwamba Queen Nazanga amepotea karibu apoteze akili, anaapa kulipa kisasi. Sasa kama tunavyojua, dadi na momi Fikayo ni matajiri na wenye nguvu sana, na pengine wangeweza kufikia chanzo cha mauaji ya Valentina kwa siku moja tu kwa mtu wa polisi. Babake anaahidi kufanya kitu ikiwa tu atafuatana nao kwenye sherehe ya Obe, na siku inayofuata kweli wanaenda kwenye hafla hiyo. Wakati huo huo, Kuu anamjulisha rafiki yake Ofisa Hamza kuhusu klabu ya Mr. A na kitengo cha kupambana na dawa za kulevya. Sasa sikiliza vizuri, kwa sababu hapa ndo filamu inakushika shingo vizuri. Sikiliza. Wakati Fikayo akiwa kwenye sherehe akisubiri taarifa, baba yake anapokea simu ya kutia shaka na mkurugenzi wa kitengo cha madawa ya kulevya anaondoka naye. Karibu wakati huo huo, Fikayo anapigiwa simu na Kuu na wanakimbia kituo cha polisi, lakini wanaambiwa hakuna mtu aliyekamatwa. Kuu anampigia Ofisa Hamza simu mara moja, na akiwa anatetemeka anamwambia kwamba kama anajijua aachane na kesi hiyo kwa sababu watu wenye nguvu wanahusika. Na kweli sio tu Mr. A na kundi lake, ni watu wale wale waliomuua Venita wakiwa wamesimama mbele ya magari 6 ya kifahari. Kutoka kwenye magari hayo wanashuka wanasiasa matajiri, ma-CEO na wakurugenzi wa kitengo cha madawa ya kulevya. Na mshangao mkubwa zaidi, dadi Fikayo yumo miongoni mwao. Inagundulika kwamba Mr. A na genge lake walikuwa vipande vidogo vya fumbo kubwa lenye giza zaidi, na kwa kuwa sasa walikuwa watu waliokuwa wanaweza kuvunja siri, wanaamua hapo hapo. Lakini usafi wa kuondoa mashahidi hauishii hapo. Mtu yoyote ambaye angeweza kuwafichua lazima aondolewe. Mkurugenzi anamshinikiza Hamza na kupata taarifa, na anagundua kwamba Fikayo alikuwa anahusika, na anamuonya baba yake kwamba yeye pia lazima ashughulikiwe. Lakini je, mwanaume anaweza kumuua mtoto wake mwenyewe? Tuendelee kuangalia, lakini nakukumbusha, kama bado huja subscribe, huja comment, bado hujachelewa. Hii ni Sinema Recap TZ ninayekuletea vigongo vikali. Tuendelee. Fikayo bado yupo kazini akiendelea na uchunguzi, na jambo hilo linamkasirisha sana bosi wake. Anamtishia kumfukuza kazi kama hatazingatia kazi yake. Hapo ndipo Mustafa anaingia na kutoa maoni yake ambayo hakuna mtu yoyote aliyemuomba, kwamba Fikayo hakufanya kazi vizuri. Unajua nini? Unajisumbua tu Fikayo. Oshisko anamtafuta mlinzi aliyekuwa kazini Longe X Victoria Land usiku ambao Valentina alienda pale. Kwa bahati mbaya taarifa hiyo haizai matunda kabisa, lakini angalau anapata jina la Longe. Kwa kutumia jina hilo, Fikayo anagundua kitu cha kuvutia. Mwandishi mmoja aitwaye Alice Okofo, ambaye zamani alikuwa anafanya kazi Lagoni Media, aliwahi kufanya uchunguzi kuhusu Longe hiyo. Aligundua biashara ya dawa za kulevya na shughuli nyingine haramu, lakini habari hiyo haikuwahi kufika kwenye vyombo vya habari. Hii inatia shaka sana kwa Fikayo. Hapo ndipo Kuu anaanza kuzungumza kuhusu kuchunguza mambo taratibu, na kana kwamba hajapata baba wa kutosha kwa siku moja, alifika nyumbani. Baba yake halisi anaanza tena kumshinikiza kuhusu maisha yake ya baadaye, akitaka achukue biashara ya familia. Lakini sote tunajua huu ni mpango wa kumzuia kuingilia mambo ambayo yanaweza kumuua. Anapokataa na kusema ana kazi, baba yake anamwambia kitu kuhusu jinsi anavyosema maneno hayo, na kana kwamba alijua kwamba angefukuzwa kazi siku inayofuata. Na kweli Fikayo anafukuzwa kazi, lakini kama wanavyosema mlango mmoja unafungwa. Mustafa anajaribu kumsaidia kwa namna fulani. Sasa anataka kumsaidia kwenye uchunguzi wake. Anamjua mwandishi Alice Okelo ambaye Fikayo alikuwa anamtafuta, na akamuongoza yeye na Kuu moja kwa moja hadi nyumbani kwake kwa mwanamke huyo. Alice anawasaidia, lakini kwa siri sana. Anaweka folda nyekundu inayoandikwa Shiani pembeni, kwa sababu folda hilo lingeweza kumuua kila mtu aliyekuwa ndani ya chumba. Na Alice baada ya kufukuzwa kazi hakufika mpaka hapo kwa kuwa ni mzembe.
wake, lakini Alice anawapa kila kitu kingine na kuambia wasirudi tena kabisa kwake. Fikayo na Kuu wanaondoka ili waende kupitia nyaraka hizo nyumbani kwa Kuu, lakini unajua mambo haya yanavyokwenda, kitu kimoja kinafuata kingine. Nyaraka hizo na sehemu moja, na hawa wawili hawako mbali sana na hizo nyaraka. Kwa sasa wanaanza kuhisi kwamba kwa Fikayo tuanze hizi faili. Hata hivyo, hatimaye wanachunguza vizuri nyaraka hizo na wanachokutana nacho ni mambo ya kutisha. Wanakutana na majina ya wanasiasa wenye nguvu, ma-CEO na mtu mmoja wa ajabu ambaye wanamuita tu chairman. Kutokana na namna jina hilo linavyoheshimiwa, unaweza tayari kukisia kwamba huyu ndiye nani, au ndo kichwa cha nyoka mwenyewe. Kuu anaonekana kutetemeka, anajua kwamba kufichua mambo haya kunaweza kuangamiza. Watu wa namna hii wanaweza kushindwa kimya kimya, lakini Fikayo hakati tamaa kabisa. Apokea simu kutoka kwa Mustafa, anamwambia wakutane sehemu fulani. Inasemekana Alice alimunganisha na shahidi, na kwa sasa Fikayo anaenda bila Kuu. Anakuta eneo hilo lilikuwa tupu kabisa, hakuna Mustafa, hakuna shahidi, hakuna chochote. Kisha Kuu anafika kwa sababu hawezi kumruhusu mwanamke huyu aende kwenye hatari peke yake. Wanaingia kwenye gala na strinka zinawaka kwa haraka, maji yanatoka kwa nguvu, na kabla hawajaanguka Mustafa anaonekana na kumpiga Kuu kwa bomba. Hatimaye amefanya kitu sahihi. Fikayo anazinduka akiwa kwenye kitanda chake mwenyewe, akiwa amechanganyikiwa na kichwa kikimuuma kana kwamba mtu amepiga ngoma ndani yake. Anashuka chini na wazazi wake wanaanza kumdanganya kwamba alirudi tu nyumbani baada ya kufukuzwa kazi akalala, lakini kumbukumbu zinaanza kurudi. Mustafa alipokuwepo, baba yangu pia alikuwepo. Kuna kitu kilitokea. Inakuwa vita kati ya kile wazazi walichomwambia na kile anachokumbuka. Anatoka kwa hasira na kwenda moja kwa moja nyumbani kwa Kuu, lakini anakuta amehama sehemu nyingine. Simu yake hapatikani pia. Alipouliza kuhusu yeye, anaambiwa kwamba amehamishwa, na kwa kuwa detective Kuu yupo kwenye hii story, nina uhakika huo ni uongo. Anarudi kwenye lile gala kugundua kuwa Kuu ameteketezwa hadi kuwa majivu. Damu lazima imwagike, na inaanza na yule Mustafa mbaya. Kwa bahati mbaya, Mustafa anatoka kwenye klabu akiwa amelewa, na wakati mtu anamgonga bila hata kumwomba msamaha. Lakini kuchelewa huko kidogo kunakuwa baraka, kwa sababu mara tu Fikayo kumfuatilia kupitia location yake anakutana naye na kumshikia kisu, na hapa Fikayo anataka majibu. Mustafa anadokeza kwamba baba yake si mtu anayemzania na kumuuliza kama kweli anamjua nani anayemiliki Lagoni Media. Kisha ghafla anaanza kukohoa damu. Mustafa, tafadhali niambie Mustafa. Oh Mungu wangu, umefanya nini? Umefariki wakati nakuuliza maswali? Hii ni dharau kweli. Hata hivyo anakimbia, anachukua zile nyaraka za RCSS na kutoroka nazo. Kwa hiyo kumbe Mustafa hakufa kwa sababu za kawaida, au kwa sababu tu alikuwa akihusishwa na Fikayo, jambo ambalo kwa kweli lilitokea tu, na ukweli unagundulika kuwa mhalifu halisi alikuwa yule Msamaria mwema aliyemgonga mapema. Inaonekana alimchoma sindano ya sumu, na sote tunajua ni nani aliyempa amri. Sasa kwa kuwa anajua si salama kurudi nyumbani, Fikayo anakimbia kwa Osicho, anajificha huku akiandika habari yake kubwa. Kwa yote tunayoyajua sasa, kuna mtu lazima afe karibu naye. Gidi anasema hapana, sitokuwa mimi, nendeni mkafe. Anamwonya Osicho kuhusu hatari ya kuwa na Fikayo karibu, na Osicho anamwambia arudi pale alipokuwa mfalme wa Zanga ndipo azungumze naye. Wakati huo dadi Fikayo anamdhamiria kumpata, hata anaajiri majambazi kumtafuta pamoja na yule detective Competence ambaye anashindwa kwa ustadi. Hata hivyo, wanachama wa Lady Psycho, mtandao wenye nguvu wa chini kwa chini, wanazidi kukosa uvumilivu. Fikayo bado yupo hai na hilo ni tatizo. Wanapiga kula na kuamua kwamba lazima auawe, na kwa kuwa baba Fikayo anawasikiliza, anakubali kwamba wanataka damu, lakini baba Fikayo anakataa kabisa. Anawaambia atawapa kitu kingine, lakini sio binti yake. Wakati huo watu wake wanaingia mara moja na kuanza kufyatua risasi. Hata hivyo, ndivyo anavyopeleka watu moja kwa moja kuzimu. Sasa kumbuka, wale watu ambao dadi Fikayo aliwaajiri kumtafuta Fikayo wanaongozwa na jamaa anayeitwa Super Glue, na kwa namna fulani wanajua kabisa Fikayo amejificha wapi. Cha kuchekesha ni kwamba yule kondakta ambaye Osicho alimpa meseji mwanzoni ndo huyo anayefanya kazi kwenye genge la Super Glue. Binadamu kweli hawana shukrani baada ya kumpa PDQ bule. Sasa pambano linaloanza lilikuwa ni piwa sinema, chupa, vijiti, chochote kinachopatikana. Fikayo anaingia kwenye hali ngumu. Osicho anamshughulikia Gidi kwa nguvu ya mwanaume ambaye amekasirika, lakini anaonekana kufurahi. Mfalme wa Zanga anaendelea kupiga, ujambo bosi, chukua hiyo, subiri, Super Glue yuko wapi? Njoo huku. Osicho anageuka kuwa kama Shwagion na kumpa Super Glue upasuaji wa uso, na hapo ndipo yule mwoga Gigi anakuja na bunduki kwenye chumba cha upasuaji na kumpiga risasi Dr. Osicho na kumuua. Wakati huo jamaa mmoja mwenye sura ya upole anamfuata Fikayo, na kwa muonekano wake hakujua kuzungumza kuhusu hizo nyaraka. Lakini mambo yanapokaribia kuwa mabaya, Silifa anatokea ghafla na kumpiga kichwani kwa bati. Baada ya yote hayo, Fikayo hatimaye anakamilisha makala yake na kuichapisha. Inakuwa habari kubwa, moja baada ya mwingine. Watu wanaanza kukamatwa, majina makubwa, ofisi kubwa, aibu kubwa sana. Biashara zote zilizokuwa zinaunganishwa na baba yake zinafungwa. Hata polisi wanapokuja kumkamata baba yake, jamaa yuko mtulivu na alikuwa tayari kwa hili. Baadaye mke wake anamtembelea ikiwa kizuizini na kumletea chakula, lakini kama ulivyotarajia, chakula kina sumu. Na jambo la kushangaza
kushangaza zaidi, anajua kabisa kwamba kina sumu, lakini bado anakula. Ndipo inaonekana kabisa anamuona kama mtu anayejua siri nyingi sana na lazima aondolewe. Lakini kwa nini? Isipokuwa yeye si anayesimamia mambo yote haya. Lakini Daddy Fikayo si mtu wa kawaida, ni mtu mwenye mipango. Alikuwa tayari ameweka mipango ya kuhakikisha kwamba kama jambo lolote lingetokea, yeye au Fikayo, siri zake zote zingetoka hadharani. Kwa hiyo anamkabidhi dawa ya sumu. Mama kuwa muovu si habari mbaya, na mwanamke huyo alikuwa sehemu ya mpango wa kumuua Fikayo, binti yake mwenyewe, ambaye kama ilivyogundulika ndiye mtoto pekee ambaye Chief anamkubali kuwa wake. Na baada ya kugundulika kwamba ndiyo mtoto wao wa kiume si mtoto wao, walikuwa na makubaliano kwamba hata mfunua kama hakuna chochote kilichompata Fikayo. Lakini mshangao mkubwa zaidi ni kwamba mazungumzo yote yaliyofanyika gerezani yalikuwa yamerekodiwa kwa asili, na Fikayo alisikia kila kitu. Sasa hatimaye anajua chairman wa ajabu ni nani. Kumbe ni mama yake mwenyewe, kiongozi wa mtandao mzima wa chini kwa chini. Akiwa ana taarifa hiyo, Fikayo anarudi nyumbani na kusimama uso kwa uso na mama yake. Lakini katika haya yote, mahali fulani kati ya makundi ya siri, usaliti wa kifamilia na kufichuliwa kwa chairman, filamu ilisahau kwamba kwa kila kitu ambacho Fikayo aligundua, hakuwahi kujua kilichomtokea Venita usiku ule. Mr. A amekufa, Joshua amekufa. Ukweli wa kile kilichotokea baada ya mfuko kuwekwa kichwani mwa rafiki yake wa karibu ulikuwa pamoja nao. Dola yao ilianguka kweli kwa kiasi fulani, lakini msichana aliyeanzisha kila kitu hiki hakuwahi kupata haki yake kabisa. Na hii ndo mwisho wa Red Cycle, filamu kali kabisa inayotokea kule Nollywood. Lakini nikukumbushe mdau wa Cinema Recap TZ, kama bado huja subscribe account yetu, usichelewe, bado wakati ni huu, unaweza kusubscribe kwa wa kwanza kupata recaps kali zaidi. Usisahau kucomment, kusubscribe na kushare video kwa wa kwanza. Chao.